Zungumzike. Kaeni kwanza muongee. Wewe mwachana nisikilize basi kwanza. Wewe mbona umekuja vizuri unaondoka hivyo ndugu yangu? Yo, naitwa Ken TZ, Ken Mtanzania, kama kawa kama dawa. Niko na mgeni hapa wa kumuita Riem Daddy. Ni mwanangu kabisa ambaye siwezi kupindisha. Mimi mshikaji namfahamu. Amenicheki zaidi ya mara 2 mara 3. I mean kwa majina anaitwa Riem Daddy. Labda kitu tu ambacho naweza kumruhusu yeye sasa aende akaongee ni kumsikiliza ni kwa nini yuko kwenye kamera ya Ken TZ, Ken Mtanzania, na aweze kutuambia amekuja hapa kwa ajili ya nini, yuko mbele ya kamera, anataka tumsaidie nini. Bwana Riem Daddy, karibu. Asante bwana. Mimi kilichonileta hapa ndio kwanza tuseme nafuatilia sana kazi zako na kuangalia ukiwa unawafanyia watu challenge tofauti tofauti. Umeona kwa na mimi nikasema hebu ngoja, unajua bwana mambo ya mahusiano haya, nikasema hebu ngoja na mimi nimtafute ndugu yangu ndio ili tuje tufanye kitu kimoja ambacho kitanifanya na mimi niwe na amani na mahusiano yangu. Kwa kwanza kilichonileta mimi na mpenzi wangu. Safi. Umeona? Na mpenzi wangu kwa nataka nimfanyie kama surprise hivi. Wala kumfanyia surprise ya kumpatia kiela kidogo cha matumizi. Ndio. Umeona? Kwa sasa lengo la kuja hapa ni lengo ni kuachie hii hela, ikupatie tumpigie, yani umpigie. Na kumwambia ifuate hii hela hapa kwako. Then ina maana akishaifuata wewe, ina maana kinachotakiwa hapo ni utamuuliza tu. Utamwambia tu bwana, pesa ndo hii, mume wako kaiacha hapa, kwa kinachotakiwa ni kumpigia na kumshukuru ili tuhakiki kuwa atanipigia mimi. Okay, basi poa. Mimi hapo tayari nilishakuelewa kwa sababu challenge kama hizo nimefanya nyingi. Challenge ni kwamba ni kumpa zawadi mpenzi wake. Mpenzi wake anachotakiwa kufanya ni kumpigia simu kumwambia baby, asante, mzigo nimeupokea, si ndio? Mwanamke wako una muda naye gani kwenye mahusiano? Na muda mrefu kidogo, kama mwaka hivi na kidogo. Kama mwaka na kidogo. Mpaka unaamua kufanya kitu, kutoa zawadi, kuna changamoto zozote ambazo labda umeziona kama kabadilika, au tu ni umeamua kwa ajili ya kudumisha upendo na kujipa uhakika zaidi? No, nimeamua tu kufanya hivyo kwa sababu ujue na yani wanasemaga mnaweza mkaa mmekaa alafu kuna changamoto yoyote. Umeona? Au labda kuna mabadiliko, kwa sababu ujue kwenye mahusiano kuna vitu vingi vinatokea. Ndio. Kwa sababu hamwezi mkakaa tu hivi nini. Kwa hiyo nimeona tu nifanye kama hivyo ili binafsi niwe na amani, kwa sababu pia nina matarajio naye makubwa zaidi. Mwaka mmoja kwenye mahusiano. Uoga ni kawaida yako kumpa zawadi? Yaani kumpaga zawadi nampaga, lakini sio kama hivi. Yaani sio kwa staili hii. Nampelekeaga kama ni maua, nampelekea ni face to face. Yaani jambo zuri jamani kwa watu ambao wanapendana. Mimi naendelea kuwakaribisha watu wengi ambao wanataka kufanya challenge kama hizi. Mnakaribishwa kwa ajili ya kuhakikisha mahusiano yenu. Sisi tunafanya vile ambavyo nyie mnataka tufanye. Pia kwenye kile ambacho unataka tufanye huaga tunatoa na ushauri, bwana, ungefanya hivi ingekuwa ni nzuri zaidi. Umeona? Idea aloitaka mshikaji ni idea nzuri kwa sababu ameiona kwenye baadhi ya vipindi ambavyo nimeviposti. Kuna watu wengi ambao nimewafanyia zawadi kwamba mpelekee zawadi mpenzi wako. Kwa challenge ni moja tu, ikishafika zawadi mwambie akupigie simu akwambie baby, asante, nimepokea, si ndio? Sawa. Mimi nachokitaka kwanza akai mbali labda na maeneo, maana tunaweza tukasema kwamba tumpigie simu kumbe sisi tupo hapa, yeye yupo huko Gongo la Mboto, kwa masuala ya kumsubiri masaa 3-4 na muda wenyewe unaenda huko. No, so mbali sana na hapa. So mbali sana hapa. Nyote mnakaa kitaa hiki? Ni mtaa huu. Basi sawa, mimi naomba ningepata namba yake. Sawa. Basi inabidi utaandikie namba yake hapa
huyo mpenzi. Okay. Jamani anaandika namba, tunaenda kumpigia shemeji aweze kusogea hapa tumkabidhi zawadi yake. Sio kuja tu hapa, sisi waga tunafanya mpaka nje ya ofisini, yani kwamba wewe mpenzi wako aidha yupo Tabata, yupo Gongo la Mboto, yuko wapi, unataka kumpelekea zawadi, wewe nunua zawadi yako au ufanye kile unachotaka kumpa, nipigie simu, njoo nikabidhi. Kuna maelekezo tu nitakupa, kama tutaenda sawa, tutakubaliana, mimi nachukua zawadi yako naenda kumkabidhi mpenzi wako, then nakupa majibu. Tunaenda kumpigia sasa. Tunaonekana rudi spika. Nisho ni kumtoa sehemu alipo aje mpaka. Halo. Habari. Safi, kwema? Kwema, za kwako? Nzuri. Samahani dada, nimepewa namba yako. Kuna mtu kanipa namba yako hapa, kaniambia unaufuata mzigo wako wa dukani. Mzigo wangu? Kuna mzigo wa dukani nimeambiwa unaufuata hapa. Wapi? Hapa ile jengo la hapa Madale Plaza. Amekwambia nani kwanza? Sijajua, mimi nimepewa tu hii namba nikaambiwa kwamba mzigo atakuja kuchukua mtu wa dukani. Mzigo umelipiwa, nimeambiwa wewe unaufuata. Aha. Kwa hiyo nilikuwa naomba ufuate, manake muda sio mrefu leo tunafunga mapema, tuna dharura kiufupi. Na mtu pia aliyelipia nilimwambia kwamba mzigo inabidi uwahi kufuatwa kwa sababu tunafunga mapema. Kwanza ni mzigo gani? Dada, wewe si upo dukani? Ndio. Au nimepewa namba ya mtu mwingine? Ndio mimi. Basi sawa, mimi nimepewa namba na mtu, nimeambiwa nikupigie simu ufuate mzigo dada yangu. Sawa, nakuja. Sawa, wewe ukifika hapa kwenye ile jengo utanipigia simu. Sawa. Poa. Jamani, dada yetu anauza duka la vipodozi, kwa ndo maana nimejaribu kutumia njia hii hapa ya kumwambia kwamba afate mzigo wake dukani. Kwa akili yake haraka haraka anajua amepewa ameachiwa mzigo na bosi wake. Sasa mwanangu, mimi nataka tufanye kitu kimoja. Mimi sitaki uondoke. Ndio. Unaona, mimi idea ambayo nataka tuifanye ni kwamba unaona akishafika sawa, mimi nataka wewe uingie huko. Okay. Utakagua ujifiche chumba hiki au chumba hiki hapa. Unaona, then atakuja, tamkaribisha, tampa mzigo wake. Nitamwambia bwana, nimepewa mzigo na mtu ambaye kaniambia ni mpenzi wako. Unaelewa? Ila amesema kwamba umpigie simu umwambie asante kabla hujatoka hapa. Unaelewa? Kabla haujatoka hapa nataka umpigie simu umwambie asante. Kama atakupigia wewe it is okay, na kama atampigia mtu mwingine sijajua. Sasa wewe utataka kufanya nini? Sema kitu kingine cha kuzingatia ni kwamba uwaga ofisini kwangu siruhusu ugomvi. Sawa, okay. Unaona bwana, omba mzigo ni ukabidhi. Ni shilingi ngapi? Sio 3.5. 3. Kuna mtu anaenda kula 3 jamani leo. Hizi hapa mzigo umeshiba. Ni hesabu kwanza, sije nika nimeuziwa mbuzi kwenye gunia. Yes. Hii ni 350 jamani, mtu anaenda kupewa. Je, akishindwa sasa kukupigia wewe simu, labda akampigia mtu mwingine, tunaweka option gani? Hela tunampa au tutampa nauli ya kumrudisha au tutamwacha atajua mwenyewe anarudi vipi? Sasa nimesema sitaondoka, nitakuwepo. Tuje kufanya.
Oa bwana kameramani, njoo stopishe video tumsubiri, akija tutaendelea. Shemeji anasema tayari nipo hapa nje. Nyie mko wapi? Sasa sika ndugu yangu, bila kuchelewa, naomba wewe ingia kwa hivi. Sawa, wewe ingia huko, nikuja nikampokee tena. Sawa. Nataka nimpe mzigo wake. Okay. Nimkabidhi mzigo wake. Wewe utakuwa unasikiliza kinachoendelea. Kama atakupigia wewe simu, utakuja ile, yani kupigia tu wewe simu direct, hamna haja ya kupokea simu. Unakuja tu direct, utamu wao, mtaoneshana mahaba, mnapopendana, ili watu wengine waone wivu, team strong waone wivu kwa walipo, huenda hawana mapenzi kama haya. Sawa. Usistopishe wewe, acha tu hivyo. Mimi nakuja naye. Ngoja nikamchukue. Dadangu karibu. Sasa hapa leo. Karibu tukae. Wewe wala hata usiogope. Karibu kwanza ukae, tuongee mawili matatu. Bwana, kwanza nitangulize samahani. Sawa? Ya sisi hatuja ngoja kwa moto. Sawa. Mbona kwa kidogo naona? Ya nitangulize samahani kama nilivyosema. Sisi tumeshindwa kukwambia tu live. Nimeshindwa kukwambia vile, lakini mzigo ambao mimi nimepewa sio mzigo wa dukani. Umeona bana? Ya nimepewa mzigo huu hapa, nikukabidhi. Wenye uko wapi jamani? Mzigo wa watu jamani, mzigo wa watu. Nimepewa mzigo huu hapa, na sijapewa na bosi wako wala sijapewa na mtu yoyote. Nimepewa na mtu ambaye kajitambulisha kwamba ni mpenzi wako. Kwanza naomba nikuulize swali kabla tujaenda mbele. Wewe una mpenzi? Ndio, ninaye. Una mpenzi? Safi sana. Mpenzi wako bana, mimi ndo kanipa hii hela. Kaniambia nikupe kama hela ya matumizi ya siku 2-3 hizi, ila kwa sharti moja tu. Anataka nikukabidhi hii hela, umpigie simu umwambie asante. Basi. Amini kwamba hili swala ni dogo. Si ndio? Ni dogo. Wewe suna mpenzi mmoja au una wapenzi wangapi? Na mpenzi mmoja. Una mpenzi mmoja tu. Kwa unaweza kumpigia simu direct? Naweza. Unaweza. Unaona, lakini mzigo hii ni 350 ambayo utatumia kwa matumizi ya leo, kesho na kesho kutwa. Sinatosha? Mimi naomba nikukabidhi hela, lakini kabla hujaondoka unatakiwa kumpigia mpenzi wako simu hapa ili na yeye ajiridhishe, kwa sababu yeye ndo ameniambia naomba mpenzi wangu akija, anapotaka kunipigia simu nataka mchukue video kidogo nione anavyoniambia maneno mazuri. Simapo baba. Okay, hela hii hapa. Naomba nikupe kabisa ushike. Si una mpenzi mmoja? Ninaye. Una mpenzi mmoja? Mimi nataka umpigie simu ongee naye. Ni swala dogo tu. Baby, asante. Nimepokea mzigo. Swala la manjonjo mengine mtaendelea nyenyewe huko nyumbani. Mpigie simu. Jamani, anaenda kumpigia mpenzi wake alomletea 350,000 hela. Baby. Yes, baby, mambo. Safi za kwako? Safi, niambie. Baby, asante. Asante. Na nini? Kwa mzigo wangu. Eh? Mzigo wangu. Sorry,
Asante ya nini? Kuna mzigo wangu nimeupata hapa yaani kwani hujanitumia zawadi yoyote? Leo? Ndiyo. Sasa nimekupea zawadi za jamani. Kweli si wewe? Siwezi kukupea zawadi halafu nisikwambie. Kwanza leo tumekushiriana tu tumeongea muda si mrefu. Singekwambia kama kuna mzigo unakuja. Au yako kushangaza. Sikutumia zawadi yoyote. Angalia vitu vyako vizuri sawa? Kwa makini. Baby. Nakupigia dakika 0 nakupigia dakika 0. Sawa. Mpenzi wako anakwambia kuwa makini, huenda ni matapeli, si ndio? Ndio na mpenzi huyu. Hiyo ni mpenzi wangu lakini kuna mwingine lakini sasa sina uhakika. Una mwingine? Yeye ndo mpenzi wangu kabisa. Yeye ndo mpenzi wako. Huyo mpenzi wako una muda naye gani kwenye mahusiano? Tuna miezi miwili. Miezi miwili. Kwa nini wewe mwingine unasema huna uhakika? Huyo mwingine ni mtu ambaye waga tu ninamwomba nisijue tena. Hana uwezo wa kukupa 300,000 kwa pamoja. Ndio maana unasema hana uhakika, si ndio? Anao ila lakini kumbuka umeniambia una mpenzi mmoja. Ndiyo, huyo ni mpenzi wangu kabisa ambaye najua ni mpenzi wangu na malengo naye. Kuna mwingine anapiga tena hapo. Sasa sijajua ni yeye tena. Umeanza kusema una mmoja, sasa hivi una mwingine ambaye huna uhakika kama anaweza kukupa hiyo hela. Na kuna mwingine anaona jinsi hivyo sivyo anajua kabisa huyu ni wanawake nyinyi mtakuja kutu wenyewe wanawake. Hawezi kuafford hiyo 350,000. Hapana hawezi. Huyo mwingine anaonekana ni mchume. Huyo mwingine anaitwa nani kwanza? Hapana. Kumtaja jina. Huwezi hata kumtaja jina. Na vipi kama ndio sasa kukupa? Hapana. Okay. Nimesikia kila kitu. Naomba hela yangu. Hapana baby. Hey, naomba hela yangu, nimesikia kila kitu. Kwa huyo uliompigia kumwambia kwamba umepata mzigo ndo mpenzi wako. Ina maana kumbe mimi miaka yote, muda wote nawekeza akili yangu, nguvu zangu kwako, kumbe una mtu mwingine, si ndio? Hapana. Naomba hela yangu. Hapana. Naomba hela yangu. Nadhani mtamalizana na huyo mtu wako kwa sababu mimi siwezi nikakaa napoteza muda wangu. Yanazungumzika ndio. Kaka, nadhani umesikia kila kitu. Mimi mwanamke nilikuwa nishawekeza kila kitu kwake. Anajua. Lakini nashangaa sikutegemea kama angenifanyia wewe. Naomba hela yangu. Hapana bibi nakupenda. Nipe hela yangu. Yanazungumzika. Kaeni kwanza muongee. Hapana. Wewe mwachana na nisikilize basi kwanza. Wewe Ali, mbona umekuja vizuri unaondoka hivyo ndugu yangu? Mwambie amalizie alipoanzia. Sikia kwanza ndio. Nisikilize basi kwanza. Kwa upande wangu hii issue haijaenda vizuri kabisa kwa sababu nilitamani wakae tuongee. Sasa sijui nitapata time nyingine ya tuweze kuwa dadisi. Umeona, yani mimi mwenyewe sijaelewa kilichotokea. Sema sometimes na nyewe wanawake jamani. Yaani kwamba kata kwanza kata. Ili penzi jamani. Ila sometimes na nyewe wanawake jamani, muwe mnatulia. Umeona? Sawa, una mwanaume ambaye unajua kwamba hawezi kukizi 350,000 kwa wakati mmoja, 500,000 milioni. Lakini ni mtu ambaye anakupenda. Sasa imagine anakuja kumpigia simu mwanaume ambaye yupo naye kwenye mahusiano miezi miwili. Najua kilichomchanganya ni unajua penzi likiwa jipya linakuwa na vibe, mnachati sana, mnaongea sana. Kwa ile haraka tu alivyouliza kwamba mpenzi wako, akawaza yule ambaye anawasiliana naye sana. Kumbe tayari
Mwamba ambaye amesema kwamba yeye yupo na kwenye mahusiano almost wanakaribia mwaka mzima. Alafu Mwamba ni mtu aliyekuwa na malengo. Kama mlivyomwona tangu mwanzo. Mtu mwenye malengo hata kama akiwa anajielezea unamuelewa kweli, huyu ni mwanaume. Unaona? Mwanangu, hebu kata kamera tuangalie tunafanyaje, maana hata mimi pia sijawaelewa jinsi walivyoondoka. Kama tutapata time ya kumtafuta mmoja wao huko, watafuta wote, tujue baada ya pale kilitokea nini, kwa sababu siwezi kuwafuata kwa walipoenda.